Wakorintho wa kwanza 2:1-5. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Nami ndugu, nilipofika kwenu sikuja kuwahubiria fumbo la Mungu kwa fahari ya maneno ya hekima. Nilipokaa kwenu nilitaka nisijue lolote ila Yesu Kristo ndiye msulubiwa. Hivyo nilifika kwenu kwa udhaifu na hofu na kutetemeka kiasi, na mahubiri yangu hayakulenga kuwavuta ninyi kwa maneno ya hekima, bali kwa uonyesho wa Roho ya nguvu yake, ili imani yenu isitegemee hekima ya wanadamu, bali itegemee nguvu ya Mungu. Neno la Mungu. Tafadhali tusimame kwa shangilio. Wa ulimwengu, asema Bwana. Anifuataye mimi atakuwa na mwanga wa uzima. Haleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi ikipotewa na ladha yake, itakolezwa na nini? Haifai kitu tena ila kutupwa nje na kukanyangwa na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima haufichiki. Kadhalika watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kinara, ipate kuangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo mwanga wenu uangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Injili ya Bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega hĩndĩ ciothe. Ningependa wanakwaya mnisaidie kuimba wimbo huu ambao tunaimba kila wakati tunapojumuika kama familia. Ni ũhoro mwega atĩa ona wa gĩkeno. Nitaomba tusimame tuimbe wimbo huu. Baba
na wagikeno andu anyumbemwe gwikarameke wega muno tushemanitie guko ama ni furaha kubwa ambapo tunajumuika pamoja kama familia bila kabila, bila rangi, bila umetoka wapi, bila wewe ni nani, tumekusanya kama familia ya Mungu. Na leo lengo ambalo tunasikia, tunaambiwa Mkristo ni chumvi na nuru. Mkristo no shumbe nake no theri. Leo tunaambiwa katika liturujia ambayo tunasherehekea ya kwamba Mkristo ndiye nuru ya kweli. Mkristo ndiye chumvi ambayo inafaa kumpa kila mwenzake radha. Swali ambalo tunafaa kujiuliza siku ya leo, sisi katika Ukristo wetu, wewe ni mtu wa kupea wengine radha ama ni mtu wa kupea wengine nini? Swali hilo tunafaa kujiuliza na kulijibu. Mkikumbuka Jumapili iliyopita tulianza kusoma Injili ya Mathayo, na Jumapili iliyopita tulisikia juu ya heri njema. Tukasikia heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Tukasikia heri walio wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Tunaona Yesu Kristo alipoanza kazi yake alipanda mlimani. Yesu Kristo alipanda mlima, na wakati alipanda mlima alianza mafundisho yake. Na alipoanza mafundisho yake, tunaona Jumapili iliyopita alifundisha juu ya heri njema, na Jumapili ya leo amepanda mlimani ili kufundisha watu maana ya maisha ni nini. Na nilikuwa naambia watu wakati mwingine napenda kusoma vitabu. Kuna mwandishi mmoja wa kitabu ambaye anaitwa Mark Twain, ambaye aliandika kitabu kimoja, na alikuwa anasema katika maisha ya mtu kuna nyakati mbili muhimu zaidi. Na alikuwa anasema, na nafikiria tunajua, wakati tunapoishi we have two parts ya maisha yetu ambayo tunajua kwa kila kiumbe ina umuhimu wake. Sehemu ya kwanza ni gani? Siku ya kuzaliwa. Kisha akasema kuna siku nyingine muhimu zaidi. Ni siku gani? Siku gani? Uongo. Alisema siku ya pili ambayo ni muhimu zaidi ni ile siku tunajua the purpose of our existence. Kwa nini tunaishi? Kwa nini mimi kama father naishi? Kwa nini wewe kama mheshimiwa unaishi? Yesu Kristo siku ya leo anapanda kwa mlima, na anataka wafuasi na wanafunzi wake wajue their purpose of existence. Tuko pamoja? Hebu ambia mwenzako, discover your purpose of existence. Nataka kusema nini? Kwa sababu katika kuishi kwetu, tukijua umuhimu wa kila mmoja kuishi, ndio tutatambua, kama vile tumesikia katika somo letu la Injili. Tukiambiwa nini? Tunaambiwa hivi, katika somo letu la Injili tunaambiwa ya kwamba sisi, nyinyi ni chumvi. Wewe ni chumvi na wewe ni nuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati unakuwa chumvi, unafaa kuwa mtu mwenye radha. Na nafikiria mnafahamu ya kwamba katika maisha yetu ni maisha ambayo hatuwezi tukaishi bila chumvi. Kwa mfano, ukienda hospitali, mwili wako uwe hauna chumvi, hauwezi ukaishi. Hiyo ndio sababu kila wakati unapokatwa, ama kila wakati unapopata kidonda, ama kila wakati unapotoa damu, kumwaga damu, ukionja damu hile unasikia ina testi ya nini? Chumvi. Kwa sababu gani? Katika maisha yetu tunajua ya kwamba chumvi ni kila kitu. Kuna watu ambao wako hapa, tukienda hospitali utaambiwa utumie chumvi. Kuna watu ambao wako hapa, tukienda hospitali utaambiwa upunguze chumvi, kwa sababu ikiwa mingi tena inaharibu maisha ya kwetu. Tunaona Yesu Kristo leo anakuja, anaangalia wafuasi wake, anasema mimi nitawaambia mfano ya kwamba wanafaa kuwa chumvi ya dunia. Na huo ndio wito ambao tunaalikwa katika
Jumapili ya leo kila mmoja wetu aweze kuwa chumvi kwa mwingine, na vile vile tunaalikwa kila mmoja wetu aweze kuwa kama nuru, aweze kuwa nuru na mwanga ambao unawaka. Na tunasikia katika mambo haya yote yatatendeka kwa sababu ya matendo yaliyo mema. Somo letu la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaia, tumesikia nini? Tunaona katika sura ya 58 tunaona nabii anaandikia wana wa Israeli, anaandikia Wayahudi akiwaambia nini? Akiwapea motisha, kwa sababu wengi walikuwa wametoka katika hali ya utumwa na wamekunja, na wakati wanakuja pamoja wanaanza kuishi, lakini kitu kimoja kinakosekana katikati yao, wanakuwa watu ambao hawana huruma. Na tunaona wakati huu walipotoka katika Babilonia kule utumwani, na walipokuja pamoja wakakaa pamoja, watu walikosa utu, watu waligeuka wakawa kama wanyama. Haki ya Mungu ilikosekana katikati yao, lakini walikuwa na kasoro moja, walikuwa wanaenda kumwabudu Mungu kila siku katika hekalu. Na tunaona nabii Isaia anakuja anawaambia nini? Hata kwenda kwenu kanisani, hata kwenda kwenu hekaluni kupiga magoti mkimwomba Mungu, ikiwa nyinyi hamna matendo ya huruma, yale yote mnafanya ni bure. Akisema sio kwa sababu ya uelevu wake, sio kwa sababu ya filosofia ambayo alikuwa anaijua, anasema ni kwa sababu ya nguvu ya Mwenyezi Mungu anafanikiwa kufanya yale anafanya. Na ndio sababu nasema tunapojumuika hapa tunafaa kutambua uwepo wa Mungu katika maisha ya kwetu. Kwa mfano, leo tuna furaha, tuna chama cha DCP katikati yetu. Wanafaa kujua yale yote ambayo mnafanya sio kwa nguvu zenu, sio kwa akili zenu, ni kwa uwepo na nguvu ya nani? Ya Mungu. Sio kwa filosofia ambayo mmesoma. Hapa kuna wasomi wengi wamesoma, lakini tunaambiwa sio kwa zetu, ni kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Na nguvu hizi tunaambiwa nini? Zinafaa kutuleta pamoja, na zikituleta pamoja tuweze kuwa na utu mwema, tuweze kuwa watu, tusiwe wanyama, tuweze kuwa watu ambao hawakandamizi wengine. Na hiyo ndio sababu tunaona nabii Isaia kuja kwa hii community ya wana wa Israeli, Wayahudi, anawaambia nyinyi nawaomba muweze kuishi vizuri ili muweze kuwa nuru, muweze kutoa mwanga kwa wale ambao mnaishi na wao. Na huu ndio ujumbe ambao tunaitwa siku ya leo. Sisi zote tuweze kuwa mwanga, sisi zote tuweze kuwa chumvi ambayo inapea radha wale ambao tunao. Na tunaposherehekea siku hii tunasikia ikiwa tutaweza kufanya haya, tutaweza kuwa watu wa haki. Ikiwa tutaweza kufanya haya, tutaweza kuwa na ushirikiano mwema, tutaweza kuwa na umoja kama vile Yesu Kristo tunavyoona katika Injili ya John chapter 17, katika ombi lake verses 17 to 20, anaombea watu wake waweze kuwa kitu moja. Na hayo ndio maombi tumekuja kufanya siku ya leo. Sisi kama familia, sisi kama nyumba ya Mungu tuweze kuwa kitu kimoja. Nilikuwa ya watu wa Livi. Mimi nilibarikiwa na Mungu katika ujana wangu kufanya kazi na the Red Indians ambao wanaishi in the Amazon forest. Na wakati mmoja parokia yetu ilikuwa kubwa, na ilikuwa kigango kama Nyandarua ilivyo. Na kwa sababu ni misitu mikubwa, tulikuwa tunatumia boats totaru, na tulikuwa tunatengeneza boats. Na katika miti hile, na katika mito ile ambayo iko kule the Amazon, kuna aina ya samaki ambaye anaitwa piranya. Piranya ni aina ya samaki ambaye ana meno kama ya msumeno, na yule samaki anapenda damu sana. Na wakati yule samaki anavamia kiumbe ambacho kinatoa damu, within 1 minute wanakuvamia in millions. Sijui wanatoka wapi. Na wakati tulikuwa tunafanya parokia, katika parokia hiyo tuliamua kutengenezea catechist, walimu wa dini, tukaamua kuwatengenezea boats za kutumia, kwa sababu kule barabara ni chache katika kuaccess communities.
Na nakumbuka tulikuwa tunatumia aina ya mbao ambayo haiko hapa, na mbao hiyo ilikuwa ghali na iko inapatikana. Na wakati tulipata mbao commission, tukapea walimu wa dini hizo boats. Lakini mmoja wa wale walimu kwa mambo yake binafsi, alikuwa na ubinafsi ya kwamba atatumia aina ya mbao ambaye, lakini juu akunja yake aina ya formica ili watu wasijue. Kukawa na mvua kubwa, na wakati mvua kubwa ilinyesha, na wakati aliona kuna mafuriko, ikawa kwake, kwa sababu alikuwa ametengeneza ile boat, akasema yeye na familia yake, kwa sababu kumekuwa na mafuriko, ili waweze kupata mahali ya kukimbilia ambapo wataweza kuokolewa, wakaamua kuingia kwa ile boat. Lakini ndani ya ile boat walikuwa wametengeneza na nini? Na bamboo. Na kwa bahati mbaya zile bamboo alitumia zilikuwa zimeoza. So wakati waliingia kwa maji, na nimewaambia ni the Amazon rivers kubwa, kwa bahati mbaya akakanyanga ubao, ile bamboo ikapasuka na ikamkata mguu. Na ilipomkata mguu, kwa sababu katika mto huu kulikuwa na aina ya samaki inaitwa piranya, mguu wake ukaanza kuvunja damu. Na wakati mguu wake ulianza kuvuja damu, wale samaki wakasikia harufu ya nini? Ya damu. Samaki wakakunja. Na wakati samaki walikunja, maji ikaanza kuvunja. Na kwa sababu ya ukubwa wa mito na maji yalikuwa mengi juu ya mvua, yule mzee pamoja na familia yake hawangeweza kujikomboa. Na kwa bahati mbaya lile jahazi ama kale kanjahazi kakafanya nini? Kakazama. Na kalipozama ikabaki yeye kuogelea. Lakini wakati alikuwa naogelea, wale samaki ambao wanaitwa piranya, wanaitwa nini? Wale samaki ambao wanaitwa piranya waliweza kumvamia, na walipomvamia akumaliza dakika moja akiwa hai. Vile vile watoto wake hawakuwa wanajua kuogelea kwa sababu ya utoto ya umri mdogo. Vile vile hawakunusurika, waliweza kufa wote maji. Kwa sababu gani? Kwa sababu mambo hayo yalitendeka kwa sababu yeye hakuweza kubaki akijua ya kwamba ushirikiano na kufanya jambo njema kwa wao wote wakiwa kitu kimoja ungemsaidia siku moja. Na huo ndio ujumbe ambao tunaambiwa siku ya leo. Vile vile katikati yetu kuna piranya nyingi katika maisha yetu. Ikiwa hatutachunga, ikiwa hatutaongea lugha moja, ikiwa hatutaitikia kusimama katika haki, nimeokolewa ni piranya. Takuwa hakuna piranya. Samaliza. Na ndio sababu tunaona katika somo letu la kwanza, tunaona huyu nabii Isaia anakuja kwa this community, anaiambia nini? Take care of the piranhas. And the piranhas are there. They will consume you. Ikiwa hauna ushirikiano, ikiwa hauna umoja, hatutaishi. Wakati tunapokuja kusherehekea siku ya leo, Dominika ya leo, Mungu wetu anataka sisi tuishi katika matendo yaliyo mema. Mungu wetu Yesu Kristo anatuhimiza, anapotufundisha, we discover the purpose of our existence. Ikiwa itakuwa ni kushindana, shauri yenu na shauri yako, katika mahali popote, katika jumuiya zozote, katika kazi zozote zile tunafanya. Basi Dominika hii ambapo tuna muomba Mungu aweze kutupea mwanga hili katika maisha yetu yaweze kubaki yakiwa maisha yaliyo mema. Tufahamu na tujue yote ambayo tunayo ni kwa uwezo na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Tuweke Mungu mbele, na tukiweka Mungu mbele tutabarikiwa zaidi na zaidi. Amen. Amen. Tumuombe Mungu yule ambaye alikuwa Mungu, alionekana katika maisha ya wana wa Israeli.
vile vile katika umoja wetu na katika ushirikiano wetu aweze kuonekana katika maisha ya kwetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nitaomba tusimame ili tukiri imani yetu. Ne gwitikia Ngai umwe. Ndugu wapenzi, tumekusanyika wote hapa kutafakari fumbo la ukombozi wetu. Tumuombe kwa hiyo Mungu Mwenyezi ili ulimwengu wote usitawishwe kwa chemichemi hizi cha uzima na baraka zote. Tutaomba tukisema: Bwana, tunakuomba utusikie. Tunawakaribisha tujiunge na maombi mengine. Ihoya Tuhan
Bwana, tunakuomba uwe radhi kuwahurumia watu wako wanaokusihi, ili wanayotamani kwa mwongozo wako imara wayapate mapema kwa ukarimu wako, kwa njia ya
wanatumia simu zao. Itatoa jina Jabine Catholic Parish Fathers account. Nirudie, kwa wale wangependa kutoa sadaka yao kupitia simu, account ni paybill 522 533, account 78 76 102.
Salini ndugu, hili sadaka yangu na sadaka yenu ikubarike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana Mungu wetu, umeumba vitu hivi ili vitusaidie hasa katika udhaifu wetu. Tunakuomba utujalie viwe pia sakramenti ya kutuletea uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Hinueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ndani yako tunaishi, tunanjimundu na kuwa na uhai, na tukiwa katika mwili huu si tu tunaonja kila siku matokeo ya wema wako, bali pia tunayo tayari amana ya umilele, kwa vile tunayo malumbiko ya Roho yule ambaye kwa njia yake ulimfufua Yesu katika wafu. Tunatumaini kwamba fumbo la Pasaka liwe kwetu la milele. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu tukiimba kwa shangwe na furaha. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kuwakusanya kwako, ili toka mawia ya jua hata machoyo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea hili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, toeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na ya milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani.
Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Yusufu Mbatia, pamoja na maaskofu wote wa klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyeita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaunjalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Agizo la Mwokozi wetu na mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Sameana sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele.
Tumsifu Yesu Kristo. Tunaomba tuweze kusimama katikati yetu, ikienda kwa kanisa, nikiwa bwana mishumaa waongoze. Basi sawa. Hapo. Wakolisa sawa, wanakwaya mtuongoze na wimbo. Tumshukuru Bwana sababu ya wema wake na maajabu yake aliyowatendea wanadamu, maana amewanywesha wenye kiu na akawashibisha mema wenye njaa. Tuombe.
Mungu umependa tushiriki mkate mmoja na kikombe kimoja. Tunakuomba utujalie kuishi tumeungana na Kristo, tupate kuzaa matunda kwa furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Hawabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani, misa imeadhimishwa. Nitaomba tuketi. Tunapoketi, wale ambao tunatoa fungu letu la 10, nitaomba tuweze kujongea hapa, tuweze kubarikiwa. Hada turaruta gicunjĩ gĩa 10 tuke turathimwe. Kwaya, saidieni na wimbo.